Asifiwe Yesu Kristo. Today, I'd like to share with us about overcoming sin. Overcoming sin. Dhambi tunaijua ni jambo ambalo limelemea watu wote. Lakini kuna vile Mungu alituwezesha namna ya kuishinda nguvu ndani ya maisha yetu. Na hivi vita vinaendelea mpaka siku ya leo, na msidanganyike. Kuna wengi ambao hujitukuza na hujiinua wakipenda kuonekana ni wa kiroho, eti kuwa dhambi iko mbali na wao, lakini katika kule kujibeba wa kiroho actually wanaendelea na dhambi kwa sababu ya kiburi chao. Kwa hivyo jambo hili la dhambi ni jambo limetuathiri sisi wote, na leo Mungu anapenda kutuletea a solution that is valid no matter what pastor will come and no matter where you will read in scripture. And if you hold on to this, my friends, it will make your life different. But in order to appreciate what God wants for us, gimana tutembelee kitabu cha Warumi. Kama uko na Biblia, bring it near to you. Praise the Lord. Hiyo Biblia yako ikaribishe uliko, tuweze kutembea kwa pamoja tuone vile Bwana anasema. The book of Romans is a beautiful book. But the problem with the book, with this beautiful book, ni kuwa Paulo amekram vitu vingi ndani yake. He has crammed a lot of things in this book. Unapata mara kwa mara, it is easy for me and you to lose focus on the theme ametupatia katika hiki kitabu. I think the reason why this happened is because Paul anatumia a papyrus reed kuandika. Paper was not common, ink was not common, and therefore aliandika makusudi atufikie with the little space he had, and so much that he wanted to write. Ukapata amekram vitu vingi in the small space. Now ukisoma, it is very easy to be sidetracked with what he wants to say. But I will provide a necessary summary from chapters 1 to chapter 7. So chapter 1, when you find the time to study, it talks about Paul introducing himself. Akiwaambia mimi ni Paulo na nimeandikia kanisa la Warumi. Walio wa Kristo, kati yao kuna Wayahudi na kuna watu wengine wa mataifa. Kitu kifungu cha kwanza kikiisha, especially from verse 18 hadi mwisho, anaongea kuhusu hukumu ya Mungu ambao imewajia binadamu wote. God's judgment has been revealed upon all men. That is the end of chapter 1. Ituingie chapter 2 akisema this judgment is upon the Jews and the Gentiles. Wayahudi walipenda kujitenganisha na watu wa mataifa, watu wanaitwa ma Gentiles. Maana walisema wao ndio wameitwa na Mungu pekee, na wao ndio wanofunua wa Mungu pekee. Paulo anawaambia hata nyinyi mnastahili hukumu. Maana utakatifu wa Mungu hamjaufikia, haki ya Mungu hamjafikia. Na watu wa mataifa, they are justified to be judged by God. God is justified to judge them because hata na wao wana sheria zao from their conscience, and even their nations ziko na ethical codes, lakini hawafiki. So Jews and Gentiles are under God's judgment. And we see this happening nicely in chapter 3 verses 9 and 10. Paul says this, considering the Jews and the Gentiles. Ansema, what then? Verses 9, are we Jews any better off? Anasema, no, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. As it is written, none is righteous, no, not one. Kwa hivyo tumeongojewa wote sisi ni hukumu ya Mungu. Fortunately, God has a solution. Asifiwe Yesu Kristo. Tafadhali mgeukie mwenzako mwambie Mungu ana suluhisho. Tafadhali mwambie Mungu ana suluhisho. Maana sio furaha ya Mungu watu wote wafikie kwenda jehanamu maana wametenda dhambi. God provides a solution. It is just there in chapter 3 verses 22
all the way. Tunaambiwa hivi, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Again, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. And then he continues, for there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. But he says, but they are justified freely. Wanahesabiwa haki by grace. Huko kuhesabiwa haki is a gift from God. They are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. Tell your neighbor, ni kwa imani. Mwambie ni kwa imani. Hallelujah. So, katika hali yetu ya dhambi tumewekewa hukumu. Lakini maana Mungu hakupenda wote wafikie kuhukumiwa waende jehanamu. But the Bible says ametupatia gifts. Ametupatia gift, zawadi. Wengine watasema ni karama. Ametupatia a free gift. It is by grace. Grace ni kumaanisha ni favor, haujagaramia. Ni Mungu mwenyewe amegharimu. Imemgharimu Mungu mwenyewe kukupatia wema huo. Na wema huo anasema ni huu: ukombozi ndani ya Yesu Kristo, maana umemwamini Mungu. God has given you a promise. If you believe in Jesus Christ, you will be saved. That is a promise. If you believe in Jesus Christ, you will be saved. You believe in him, ni hivyo, you will be saved. That is a promise he has given you. And to be saved is to be justified. Kuhesabiwa haki. To be made righteous before God. Na ili utambue jambo hili si unique, anasema chapter 4, the same thing happened to Abraham. Mungu alimpatia Abraham promise. Akamwambia, I will make your descendants many. They will be many. I will bless them. And through you, the nations of the world will be blessed. The Bible says, Abraham believed. You see, we like Abraham have received the promises. Alipokea ahadi akaambiwa, ukiamini nitakubariki wewe na kizao chako utahesabiwa haki. And indeed, he believed. And because of that, akaambiwa, wewe kutoka leo, wewe ni mtu wa haki. The same thing happened to us. When God brought to us Christ Jesus, atufie msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, waliomwamini vivyo hivyo wakahesabiwa haki. And therefore in chapter 5, because we believed in Jesus Christ, because believing in Jesus ni kumaanisha tumekombolewa, tunaambiwa in chapter 5 we have peace with God. Tell your neighbor, we have peace with God. Maana tumepatanishwa kwa sababu ya Yesu Kristo. Praise the Lord. Zaidi ya hayo, tuko na tumaini eti kuwa wakati wake ukifika, ama wakati wetu ukifika, tutarejeshwa kwa Mungu. Tutakaa na Mungu milele na milele. In fact, kwa kuwa alitupa Yesu Kristo, ni thibitisho ya kuwa Mungu anatupenda. In chapter 5 verse 8, tunaambiwa, God demonstrates his own love to you and me in this manner: while we were still sinners, Christ died for us. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo. And then in chapter 6, tunaambiwa hivi: kwa maana tumekombolewa na Yesu Kristo ile siku tulimwamini. Again, kwa maana tumekombolewa na Yesu Kristo ile siku tuliamini. Tulipoamini tukafanywa haki. Ndugu zanguni, tusiendelee katika dhambi. Tell your neighbor, tusiendelee katika dhambi. Sio mgeukie umwambie tusiendelee katika dhambi. Praise the Lord. Unajua hata Wakamba wanajua na wanasema, mtu akikutendea mema ni vizuri umrudishie mkono.
Wakamba wanasema kutunga kuoko. Si ni ukweli? Sisi ukuwa na michango, kamiti za vichango. So katika kamiti yako labda uko na harambee, labda uko na ndeo, harusi ya tamaduni, ama labda ungependa kununua gari, ungependa kupeleka mtoto shule, ungependa kuwa na matibabu. Mara kwa mara tunaangalia wale ambao wamekuja katika hivyo vikao. Tunapiga hesabu zao, tunachukua majina yao, ili wakati watakapopatwa na shida tusisahau kuwarudia, tukawasaidie. Vivyo hivyo Mungu alivyotuonyesha upendo wake, tulipomwamini tukakombolewa na kuhesabiwa haki, tukawa marafiki na Mungu, basi imetupasa nasi tusiendelee katika dhambi. Chapter 7 is our turning point. Why is chapter 7 important? Maana Paulo mwenyewe ameelewa ndani yake kuna jambo linamtatiza. Angependa kumtumikia Mungu, angependa kumfurahisha Mungu, lakini ameona ndani yake kuna dhambi inaendelea huko ndani. If you have your Bible, go to chapter 7 verses 21. Listen to Paul's problem. Listen, and chapter 7 verse 21. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of the Lord in my innermost being, but I see in my body, in my members, another law waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Verse 24, wretched man that I am, who will deliver me from the body of death? Anasema, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God in my mind, but with my flesh I serve the law of sin. And let me just clear something. Tumetambua mara nyingi, even though we want to serve God well, even though in our heart of hearts tungependa kumpendeza Mungu, kuna dhambi inatusumbua katika huu mwili. Dhambi utufuata, dhambi ututatiza, inakataa kutuachilia. Ndio maana mpaka wa leo bado unajikwaza, unakwazwa na hasira. Ndio maana kwa ajili ya leo tunakwazwa na matatizo yale yamepata Wakristo wengi. Unajua mapasta wanaposimama hapa wanatuambia unapookoka dhambi hukwisha. Lakini ukweli ni kuwa unapookoka mbio zako na vita vyako na dhambi ndio zimeanza. And if you are honest with me, Ukristo una matatizo mengi ya kujaribiwa. Wengi wameingia kwa pombe, wengi wakabaki kwa sigara, na Wakristo wanaficha. The issue with the sin is real. Hata nimewaambia wale ambao ni watakatifu kabisa, wanajibeba ni kama hawafanyi dhambi. Hata wanaondokea wale ambao wanafanya dhambi wasikaribiane ili usimpashe dhambi yako. Ukweli ni kuwa hata hawa ambao ni wa kiroho, wengi wana dhambi ya majivuno ya watatiza. Sin is a real problem, even for apostles, even for prophets, even for kings and priests. That is the truth. In chapter 7, tumambiwa 6, if truly you are saved, you shouldn't continue sinning. But chapter 7 an acknowledge, hata mimi niko na matatizo ya dhambi. In my heart I want to serve God, in my mind ina make sense, lakini huu mwili wangu una matatizo. Huu mwili wangu una nini? Una matatizo. Mwanamke anapita, umejipata unamwangalia. Nilikuwa na ndugu mwingine alinichekesha siku moja akiniambia, "Nani pastor?" Kwa bahati ilikuwa Valentine's Day. Na Valentine's Day ilikuwa Sunday. Kwa hivyo siku hiyo wanawake walikuwa wamevalia vizuri red. Kwa hivyo ametoka, ameenda kanisani mwake, amepitia Machakos town.
Na kwa bahati mbaya ama bahati njema, akaona mwanamke amevalia red, mwanamke mrembo mweupe amevalia red. Akili kapiga hesabu, huyu mwanamke ni mrembo. Hakuwa na bibi wakati huo, lakini katika ile harakati ya kuangalia mwanamke mrembo, akaenda kanisani, akaja akapiga hii miti ya sitima. My friend, akapiga hiyo miti ya sitima. Hapo ndio aliamkia kuwa amekuwa akiangalia mwanamke bila kuangalia barabara. Na akasema ni pasta mzima anafanya hivyo. Kumbe haya ni matatizo kweli. Tena kumbuka, Kenya hii vile ilivyo, watu imewalazimu kupenya huku na kule watafute namna kwa ajili ya watoto wao. Watu wengine hapa walipitia mapito, wakakwambia mambo walioyapitia. Hata kuwahukumu utanyamaza. Utahukumije mtu kama huyo? Are we together? The problem of sin is real. Kwa Mkristo yote ambaye angependa kumpendeza Mungu. But now in chapter 8 we have an answer. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo. Hallelujah. Tafadhali nipungie mkono wako hivi, nipungie mkono wako. Mwambie mwenzangu wewe. Mwambie mwenzangu wewe, kuna jawabu. Hallelujah. And I pray this answer will stay with you for the rest of your life. So before I give you these three things, remember this. Naongea na watu ambao angependa kumpendeza Mungu. In their hearts, they want to please God. Na hawa watu wameelewa, no matter how many times they want to please God, sin is still a problem. Are we together? Siongea na mtu ambao ame-give up. Hapana. Naongea na watu ambao wangependa kuendelea kumpendeza Mungu. I have three things. Jambo la kwanza, kumbuka, there is therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Hakuna hukumu tena kwa wale ambao wako ndani ya Yesu Kristo. Just let me read from verse 1 to verse 3. Chapter 8. The Bible says this. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin he condemned sin in the flesh. Hiyo yote nimesoma ni kusema hivi. The day you got saved, na Yesu akapewa thawabu ya dhambi zako, ambao ni kifo chake, the devil cannot stand before the Lord and accuse you of anything else. And I'm saying this categorically. Najua tangu uokoke zile dhambi umefanya ni nyingi. Yale makosa umeyafanya ni mengi. Hata yamekufilisisha. Mengine yamekuletea magonjwa. But let us be clear. No matter what has happened, from the day you received Jesus Christ, the devil has nothing to accuse you for. For this reason, you are judged, you are condemned, na condemnation ilipewa Yesu Kristo. Let me explain to you. In law, kuna kitu inaitwa double jeopardy. Tell your neighbor, double jeopardy. So mwambie kizungu, double jeopardy. According to law, when you have been judged for something and punished for it, you can never be judged again and punished again. So, ulipelekwa kotini, ukaletewa lawama. Na katika ile hali ya koti kama inavyofanyika katika hizo desturi, either you are declared innocent or guilty. And then if you are guilty, you are punished. Imeshia hapo. Apata wahi kuja mtu mwingine alete ile dhambi ulifanya, alete ile kosa tena ulifanya, maana umelipia. Either you are declared innocent, ama number 2, you are declared guilty and you are condemned for it.
no one can accuse you for the same thing again. No one. There are some special cases, but ideally you cannot be prosecuted and punished for the same offense twice. Impossible. For us believers, you are condemned because of sin, utakufa. But Christ took that condemnation kwa kukufa msalabani. And therefore, the devil cannot take you back to God to accuse you. Nasema hivi na maana najua watu wengi wanasema hasa pastor kama hakuna hukumu, pastor kama hakuna lawama, kwa hivyo naendelea kufanya dhambi. No, nimesema clearly hivi. Naongea na watu ambao wanampenda Mungu, wangependa kumtumikia na wanatatizwa na dhambi hii. Na kuambia leo katika jina la Yesu Kristo hakuna lawama tena. The reason why this is important, because the devil is clever. Even though he cannot accuse you before God, he can make you feel guilty. He can make you feel shame. Na Wakristo wengi because of guilt and shame wameji excommunicate kwa kanisa. You see, the Bible says this kwa mapasta na viongozi wa makanisa. Mtu akitenda dhambi na ameonywa na amekataa kusikia, huyo mtu mtamsimamisha from fellowship na mtamtenga. Excommunication was never developed or created for people who are repentant. Excommunication was there for people who refuse to repent. Are we together? Amen. Lakini the devil is clever. Anatumia your shame. Ulifanya kosa, anakuweka shame. Ulifanya dhambi, anakuwekea guilt. Na katika ile hali ya guilt and shame, wewe mwenyewe unajikata from the church. Kuna wanaume wengi na wanawake wengi walijikata from the church because of shame and guilt. Na mara nyingi anatumia watu walio karibu na wewe wakukumbushe dhambi yako. Wewe ni mwovu. Wewe sijui ulifanya. Wewe sijui ulifanya. Wewe sijui ulifanya. Let me tell you this. They can shout at you, but nothing can be said against you before God. It is a done case. It is a done deal. It is finished. Hakuna lawama tena. So if you really love God and you want to serve Him, let us now do away with sin. The guilt that is biting you, toa, reject it, tupa, ikwende. Nothing can be said against you before God. It is finished. Praise the Lord. It is finished. Najua, we may know what you have done, but even if we know, we cannot stand before God and accuse you for the same sin. It is a done deal. Jesus Christ took your condemnation. He died on the cross for your sins. Na imeshia hapo. It is finished. So ambia guilt, leave me alone. Ambia shame, leave me alone. Ambia embarrassment, I refuse to listen to you. I'm forgiven and it is done. Are we together? Praise the Lord. It is finished. Feel free. Many people even continue in their sin because they have given up because of shame. Nishafanya dhambi, let me continue in my sins. No, you are forgiven by God. A good example is Peter. Peter alipomkana Yesu, hata Yesu alimwambia, wewe utanikana mara ngapi? Mara 3. Alipomkana Yesu na yule jogoo akalia usiku, Yesu pia akamwambia, nimekuombea warejeshe wenzako. And you know, until Peter died, wherever he was preaching, even when he was being condemned for death, people remembered this story. Na wangeshinda na kufanya mlio wa njogoo ili kumdunisha. Hivyo anahubiri na mtu hapa nje analia kama njogoo. Anaenda door to door na watu wanalia kama njogoo ili wamdunishe. To make him feel guilty, to make him feel shame. Yes, he left the Lord at one moment, but he still came back. And even though people may never forget it, there is no condemnation before God for your sin. Ishi hapo. Ndio maana nawaambia, even confess your sins. Whether people forgive you or not, shauri yao. As long as you have done your part, you have confessed.
God has already forgiven you in Christ Jesus. There is therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Praise the Lord. Number 2. Tell your neighbor number 2. Sumambia number 2. The number 2 ni hii. Kumbuka, kuna uweza ulio ndani yako unaendelea kufanya kazi. Let me read. The Bible says this. Come on, Biblia, verses 8. Actually, verses 9. You, however, are not in the flesh. You are in the Spirit. In fact, the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although your body is dead because of sin, the Spirit of life is in you because of righteousness. Verse 11. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal body. He will give life to your mortal body through the same Spirit who dwells in you. Then nikutie nguvu nikwambie leo, the Spirit of God has never left you. It is still within you. In fact, the very fact that you want to continue to please God, no matter how many times you stumble, is proof that the Spirit of God is in you. You know, shame ni mbaya sana. Shame only makes you focus on today. It doesn't let you focus on tomorrow or yesterday. A good example is this. Listen, please. Kuna kijana ambaye tangu aingie class 1 katika class ya watu 50, he has always been number 40. So standard 1, first term, second term, third term, 40s. Class 2, first term, second term, third term, 40s. And it's called above average, below average. He has always been below average. Class 3, below average. Class 4, below average. Class 5, back at class 8, below average. But this is the thing. Even though he has always been below average, bado amepelekwa the next class. Are we together? Bado ameenda the next class. Na akiwa class 8, akiwa below average, akapatiwa mtihani ya class 1, anapita yote. Yes, he's below average. But kumbuka, he is below average in class 8. He has still been learning something. Bado amekuwa akisoma. Amepelekwa class 1, akapelekwa class 2, akafika 8. Yes, he may never have become number 1. But let me tell you, even if he is below average, he is better than a student in class 1, class 2, class 3. Na akapatiwa huo mtihani, atapita. Are we together? That's exactly what is happening to most of us. Kuna wengi ndani ya Yesu Kristo ni number 1. Utawaona ni shupavu, wanampenda Mungu, amejitoa kwake. Lakini kuna wengi bado wako average ama below. But let me just give you encouragement. You are still learning. You are still growing. You are focused right now in class 8, you are below average. Lakini don't realize you are better than class 1, than class 2, class 3. You are still growing in the Lord. Jipe neema. Tell your neighbor, give yourself grace. Hallelujah. Mwambie, give yourself grace. The Spirit that resurrected Jesus is still working in you right now. Don't give up. It is still working on you right now. Hata ukijikwa hapa na pale, kuna mambo yanaendelea ndani yako. Ungeyajua, you'd really comfort yourself. Katika jambo hili umejikwa, lakini kwa mengine, he is still working in your life. That Spirit never left you. That is why you are here today. Maana kama si msukumo wa Roho Mtakatifu ungekuwa hapa. Yani baada ya matatizo yako yote, you have found yourself here back in the Lord. How does that happen? Unless the Spirit of God is still working in you. Kuna wazee wengi ambao wamekuwa wapi in our service. When I came here in Mkalala, they were not coming to services. Because tunasikia sifa zao, they used to be believers. They used to serve God.
they were in battalion, they were in choir, walikuwa na maombi groups, walikuwa wanaenda na wakaacha, but here they are. Ni kusema the Spirit is still working in them. He never stopped. Na wacha nikutie nguvu. The power in you is the resurrection power of God. It is powerful. It cannot be overcome by sin. It cannot be overcome by sin. And I am seeing a great future in all of you. As for Yesu Kristo, I am seeing a great future in all of you. Hata sitashangaa in the coming future some of these men becoming church elders, because the Spirit of God is still working in them. I will not be shocked wakipindua maarufu zao. I will not be shocked because the Spirit of God is still working in them. Jitie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Tell your neighbor, jitie nguvu. He is still working in you. It is the Spirit of resurrection. It does not give up. Kama ilimtoa wafu akafufuka tena kaketi mkono wa kuume wa Mwenyezi Mungu, power is in your life. Power is in your life. Don't give up. Praise the Lord. And then finally, the Bible says this in verse 12. So then, brothers, we are debtors. Kikamba tunasema wenaekwani. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, but to the Spirit. Nambiwa, so then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Then verse 14, for all who are led by the Spirit of God, those are the sons of God. Praise the Lord. As for Yesu Kristo. Wacha nisome nifike hapo. Listen. The reason why the work of the Holy Spirit in your life may be below average, are we together? Is because you had left the mind of the Spirit. Ulikuwa umepotoka kidogo, ukaacha kuongozwa na yule roho, ukajikwaa pale, and you left the things of the Spirit. Ndio maana umekuwa umejikwaza wakati huo wote. But because the Spirit has never left you, that is why you are here. So if you want to defeat sin, get back to the Spirit, the guidance of the Spirit of God. What is the mind of the Spirit? The mind of the Spirit is reading the Word of God. Go back to the Word and begin reading it. Watu wengine Mungu amekukalisha nyumbani by fire and by force. Naona mtu anasinzia hapo na Biblia ni hii. Chukua usome. Hata ukisinzia ukisoma umeisoma. The mind of the Spirit is fellowship. Usichelewe na ibada. It is through these things that you are giving strength to the Spirit in you to enable you to overcome those sins in your life. Come to service in Jesus' name. Wanaume ninawaita, tuko na kivoyo, tuko na maombi ya wanaume. Ukisikia iko, whether you have money for tea or not, still come. That continued coming is enabling you to overcome the sins of this flesh. Praise the Lord. Overcome it by giving. Let me tell you, giving is very powerful. Unapojikataa kutoa pesa, ndivyo hivyo utajikataa useme dhambi sitafanya. Hata kama unanisumbua aje, hata kama nakutaka aje, if I parted with my 10%, I can also part with this sin. That is the power of giving. That is the power of giving. Pesa inapendwa na watu sana. But if you can get the strength to say no to this money I will give God, you will get the strength of saying no to sin. The power to overcome sin is very near you. The power of sin is overcome by the mind of the Spirit, who tells you, confess your sins. People don't realize this. If you do not confess your sin, it has power in your life. Fine, you may not confess it to your husband. You may not confess it to your wife. You may not confess it to your brother, but confess it one way or another. That is why I pray that the pastors you have will be responsible people. People you can meet and you can talk and they can pray forgiveness upon you in Jesus' name. As for Yesu Kristo. The mind of the Spirit
is found in so many things that we participate in the church. Leo wamama wa wajane wanakutana na sisi katika ibada ya pili waendeleze ministry yao kwa mayatima. The more you continue in that group, the more you strengthen yourself as a woman. Majaribu ya mwanamke ni mengi, lakini ukikutana na hawa ambao wameyapitia and they overcame, you also begin having strength to overcome the problems in your life. Kwa hivyo usiogope, ingia kikundini, ingia kwa wajane, ingia kwa wanaume, enda Sunday school, chukua jukumu katika kanisa la Bwana. One way of overcoming it is by exercising the gifts of the Holy Spirit already inside you. They are there. So give power, empower the Spirit already in you, that powerful force to enable you to overcome sin in your life. That's my hapa niseme I am sorry for the pastors who have stood before you and condemned you for being a human being. Ajua tunakuja hapo tunataka dhambi ishe mara moja na milele. Hata huyo pastor amekwazwa katika dhambi hii na ile. Because hata huyo pastor na wewe, we are all growing and overcoming sin. Praise the Lord. So kumbuka hivi, number 1, there is therefore no more condemnation. Hakuna lawama tena. Please set yourself free. Ulifanya 4 years ago na mpaka waleo inakusumbua. Let yourself go free in Jesus' name. Let go. Free yourself. You have an addiction. The first response is accept. I have an addiction. Let it stop having power over you by making you feel guilty. Release. God will not judge me for this. There is therefore no more condemnation. Praise the Lord. Number 2, remember, hata katika hiyo hali yako mbaya, power is working in your life even today. It's working even today. He never stopped. He never gave up on you. He is still working. That is why even in 10 years, if it does not come, you will still be here serving the Lord. And then number 3, let us empower ourselves to partner with the Spirit to truly overcome these sins. Tell your neighbor, find the mind of the Spirit. Tell your neighbor, search for, seek out the mind of the Spirit. And by coming here and listening to this scripture, you have sought out the mind of the Spirit. Slowly by slowly, you are overcoming sin in your life. What an amazing truth. Hallelujah. Bwana hunificha mafichoni mwake, hunifariji matesoni mwote. Nimepata mapumziko kwake Yesu, hunilinda njiani pote. Bwana hunificha mafichoni, nionapo majaribu na mateso. Hunificha mafichoni, Bwana hunificha mafichoni. Tusimame tuombe pamoja. Hallelujah. Mungu, unaelewa ulegevu wetu, unaelewa Bwana masumbuko yetu, unaelewa Bwana bidii yetu pia. Unajua kutoka mioyoni tungependa kukupendeza, lakini Mungu, tumekwazwa na dhambi iliyo katika mwili huu mwovu. Hata hivyo umetupatia suluhisho kama Wakristo. Jambo la kwanza, tuondoe any sense of shame and guilt in ourselves. Tuache kujihukumu. Najua tumefanya some things that have really had terrible consequences on us and on others. But the truth is that there is therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Na ni hivyo mfalme. People may not forget, but you forgave. Na ni hivyo. And number 2,
There is a power that is already working in us, that is gearing us to overcome sin. It is working. It has never given up. It has never stopped. Umetumia circumstances, ukatumia matatizo, ukatumia marafiki, na leo tumejipata hapa. Ukatumia kanisa, ukatumia mapasta, tena kwa ushawishi wako, na leo tumejipata hapa. Maana there is a power that is working inside us, and that is great, wondrous power. You will never give up on us. So thank you for your Holy Spirit. Na jambo la mwisho, Mungu umetuambia as long as tutapatana na Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, we will truly overcome sin every day in our lives. Na uombea watu hawa pole kwa hukumu wamehukumiwa na watu wengi. Na naombea pole maana hizo hukumu walichukua na wakajibebesha, ukawa mzigo mzito kwao. Father, we free them in the name of Jesus Christ. And now, may you be pleased to walk with them, as many as are willing to seek you out and serve you. Jitwalie sifa na utukufu ndani ya maisha yao. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. And so may the grace of our Lord Jesus Christ. Abu salimia mtu, may the grace of our Lord Jesus Christ. Tafuta mwingine. And the love of God. Tafuta na mwingine. And the fellowship of the Holy Spirit. Umepata na mwingine. Be with us now and may God bless you. Watu wa praise waje, muendeleze ibada. God bless you.